Gregi, niambie. Mbona uko single na hujaoa mpaka sasa hivi? Ni nini mbaya? Ni nini mbaya? Uko na miaka 40 na kitu, watu wanaoa huko, wewe uko single. Sisi tumeoa hapa, tuna mabibi. Wewe hujaoa, ni nini mbaya? Kwani what is the problem? Mbona uko single? Niambie leo. Mtu akikuwa single haimaanishi kwamba there's something wrong with him. Mimi kama vile niko single hivyo, na I'm single because life keeps showing me why peace is better than chaos. Kwa Kiswahili, maisha yanionyesha kwamba amani ni bora kuliko machafuko. Wajua, katika hii dunia ya siku hizi kuna watu kwa relationship, lakini kuna machafuko mengi ndani ya relationship. Sasa mtu ni kwenda kwa masomo, kujisomea, kujua relationship ni nini, uhusiano ni nini kabla hujaingia kwa uhusiano. Usije kuingia kwa uhusiano kwa mikono michafu. Unaona? Sasa we Gregi, umesema mbako uingie kwa masomo, usije kaingia kwa relation ya watu wenye mikono michafu. Sasa ni masomo gani umesoma mpaka sasa hujaoa? Tuambie basi, ni masomo gani? Ni mambo gani umesomea? So ukiangalia ile kitu ambayo nimechunguza, nina 7 reason why I'm single. Ushasikia? 7 reason why I'm single. I rather stay single until it's right. Reason number 1. Peace over drama. Sikiza vizuri. Peace over drama. I rather sleep well than argue all night. Unaona? I rather sleep well than argue all night. Hakuna kitu mbaya mwanaume unajaribu kulala na hiyo usiku mzima mna argue na bibi yako. Hakuna hiyo, si relationship. I rather sleep well than arguing the all night. Sasa si hiyo ni kawaida hapa duniani. Katika relationship kuna arguing usiku, watu wanagombana usiku. Hiyo kawaida, hiyo iko katika uhusiano wa siku hizi. Hiyo haiwezi kufanya kuwe single. Hiyo kawaida, watu wanapigana usiku, wanatupiana maglasi, watu wanakasirikiana siku hizi usiku. Hiyo kawaida, hiyo haiwezi kufanya kuwe single. Unaweza kuwa single unatoka pigana pia, no problem. Hiyo unaweza kusolve ninio hata kama bado haitawezekana kusolve, hata kupigana unaweza hiyo kawaida. Hii kutupiana maneno usiku, kugombana, kutupiana masahani, kuumizana, hiyo kawaida katika relationship za siku hizi. Afozoe. Ushaona? Ndio hivyo. Hiyo haiwezi kufanywa kwa kuwa single. Kutupiana maglasi, kutukana na usiku pamoja ninio, hiyo ikufanya maneno kwa single. Hiyo kawaida ya dunia siku hizi. Sasa wewe, hiyo kawaida ya dunia hiyo basi ni dunia yako. Kwa dunia yangu mimi sitaki niingie kwa relationship hapa tunagombana, tunapigiana usiku, makelele, majirani wasikie, alafu tunatupiana maneno, tunatupiana masahani, hata maybe kuna watoto wanasikiza. Hiyo ni dunia yenu. Mimi basi sitaki kukuja kwa hiyo dunia. Ushaona? Mimi nimeamua nikuwe single kwa vile sitaki kuishi katika hiyo dunia. Unaona? Hiyo dunia si kabisa. Hiyo hata sitaki kuingia nikalale hapo ndani kwa hiyo dunia. Ushaona? Katika Biblia hakuna ambao Mungu amesema hiyo ni kawaida mtupiane maneno, kutupiana masahani na kuvunjana na kutupana na kutoana madamu katika relationship. Adam and Eve hawakutupiana maneno na kunini hapa na kupigana hapa na kuumizana. Shetani ndio alileta hii dunia ambayo unaongea, hiyo kawaida. Hiyo dunia ongelea ni hiyo dunia ya shetani. Unaona? Mimi nimekaa kama grade, sitaki kuishi katika hiyo dunia. Ndio maana niko single, nachukua time, right itakuja tu. Ya nini nilazimishe katika dunia ina ushetani mwingi? Nikafanya nini huko kwa mashetani? Wanirambe, wanikisikisi, wanimwenye huku kumbe ananidanganya yuko rambana. Baadaye tunatoa na damu. We, hiyo dunia yenu basi. Mimi sitaki kuingia katika hiyo dunia. Mtaongea kwa nini uko single, hiyo mimi mimi na ignore kabisa. Ndio hivyo sasa.
Sawa basi, sawa, tuache basi katika hii dunia yetu. Sisi tutaishi, sisi tuna mabibi zetu, hata kama tunagombana, tunapigana maneno, tunatupiana masahani, tunaumizana, tuache basi katika hii dunia yetu. Basi tuelezee hizo reason zako 7 ambao umesema. Haya, tuachie basi hiyo dunia, sisi tutabaki nayo. Niambie hizo reason zako. Sasa reason ya pili kwa nini niko single ni self respect over settling. Self respect over settling. Yani I won't lower my standards just to avoid being alone. Ushaona? Umesikia? Yani sitapunguza viwango vyangu ili tu kuepuka kuwa peke yangu. Sitapunguza. Hiyo ni number 2. Umesikia? Number 2 hiyo. Sasa okay, hiyo ndio reason number 2. Kwa hivyo self respect na self respect over settling. Okay. Na kwa hivyo unataka kusema nini? Unataka kusema sisi ambao tuna mabibi na manini hatuna self respect? Wanakusema hivyo ama tukuelewi. Ni nini ya kufanya uko single? Sasa self respect ndio. Kwa hivyo sisi ambao tu katika hii dunia ya kutupiana masahani na matusi usiku na bibi na nini na watoto wanasikia, kwa hivyo sisi hatuna self respect. Hivyo ndio wanataka kutuambia sasa, ama wataka kusema nini? Sasa wewe kama unaona kwamba katika hiyo dunia yako na hiyo uhusiano wenu katika hiyo dunia yenu ya ma relationship hiyo dunia yenu ambao mnapigana makelele, mnatusi usiku, mnatupiana masahani, mnatoana damu na watoto wanasikia. Kama unaona hiyo yako, kama unaona hapo ndio self respect, basi hiyo ni ubongo wako. Ushaona? Hiyo mimi ubongo wangu huko. Sisi basi tuko different. Tuna different IQ. Ushaona? Sasa wewe IQ yako unaona hiyo ni normal. Mimi IQ yangu haioni kama hiyo ni normal. That's why ndio nimesema hiyo number 2. The reason number 2 ndio hiyo. Basi wewe kwako katika dunia yenu nyinyi muone hiyo is normal na mna high IQ hapo. Kwa dunia yangu basi mimi sioni kama hiyo ni normal. Mimi naona kama hiyo ni wendazimu tu. Ni watu wendazimu wanajiona wako normal in the head. Kwa vile kuna wengi wanajifanya eti wao ni wako normal, kumbe ni wendazimu tu. Wanataka kujionyesha wako normal. Unaona? Mimi kwangu hiyo ni wendazimu. Hiyo ni dunia ya wendazimu hiyo. Unaona? Mimi naona kama dunia yangu ni normal. Hiyo ni ya wendazimu hiyo dunia yenu. Mnaishi wengi hapo. Wendazimu mwajiona mko normal kwa vichwa vyenu. Ndio hivyo sasa. Sasa hiyo ndio self respect. Sawa basi tuache basi katika hiyo dunia yetu ya wendazimu. Tuache basi sisi tupigane kwa relationship, sisi turushiane masahani, turushiane maneno usiku, watoto wakisikia, tuachie basi hiyo dunia. Sisi IQ yetu sisi tunaona sisi kuna high IQ sisi. Wewe tuachie hiyo dunia. Endelea basi, niambie basi the full reason kwanza ya 7 alafu tuongee. Ama vipi? Nielezee. Tuachie hiyo dunia basi. Sisi tutaishi katika hiyo dunia, hatuna neno nayo. Sasa reason number 3 ni freedom over fake love. Yaani uhuru kuliko mapenzi bandia. Afadhali ukuwe uhuru kuliko uko ndani ya mapenzi bandia. Freedom over fake love. I move when I want, how I want, no one holds me hostage. Ushaona? Uhuru kuliko mapenzi bandia. Ninahama ninapotaka, jinsi ninavyotaka, hakuna mtu anayenishikilia mateka. Na reason number 4. Reason number 4 ni growth over distraction. I will rather build myself than fix someone who refuse to grow up. Ushaona? Ukuaji kuliko uharibifu. Hiyo ni reason ya 4. Nitajenga nafsi yangu kuliko kumrekebisha mtu anayekataa kukua, yani kugrow. Hiyo ni reason number 4.
Reason number 5, quality over quantity. One loyal partner beats 10 temporary ones. Ubora kuliko wingi. Mpenzi mmoja mwaminifu huwashinda wa muda 10. Ushaona? Wa muda 10 wagonjwa. Ushaona? Reason number 6, patience over regrets. Waiting hurts less than rushing into our wrong arms. Ushaona? Yaani afadhali ungojee utaumia kidogo, ungojee ukue single, ungojee utaumia kidogo, kuliko uende ukimbilie relationship kwa vile uko single. Sasa unataka kwa vile kila mtu ana girlfriend, sasa wewe unafanya bidii ukimbilie yani girlfriend upate relationship, alafu uangukie relationship yenye mikono mibaya. Yani hiyo the biggest regret. Number 7, truth over illusion. Love must be real, not just a mask to hide loneliness. Ukweli juu ya udanganyifu. Mapenzi lazima yawe mapenzi lazima yawe halisi, sio tu kama maski ya kuficha upweke. Umesikia? Yani truth over illusion. And here comes the most important part. Better to walk alone in peace than with someone who lose yourself. Ushaona? Bora kutembea peke yako kwa amani kuliko na mtu yule anayepoteza nafsi yako. That is my 7 reason kwa nini niko single. Sijui kama umeelewa hizo zote. I hope umeelewa hizo zote. Umeelewa lakini hizo zote ambazo nimesema. I hope umeelewa kwa vile hiyo dunia yenu na hizo IQ zenyu sijui kama zimenielewa. Kwa vile mtaanza kucheka. Wale watu wengi mkiongea ukweli, mkiongea facts, wakicheka au ni wapumbavu. Wewe know vile hao ni wagonjwa mentally. Sasa I hope umenielewa. Umenielewa lakini mimi nimekuelewa kabisa. Nimekuelewa. Sasa unasema sisi ambao tuna mabibi zetu hata kama tunagombana usiku, tunatupiana masani, tunatoana damu. Kwa hivyo hatuna hiyo ambayo umesema sijui uhuru kuliko fake love. Sasa wewe unaona sisi tuko katika fake love yani sasa kwa hivyo natuita sasa sisi ambao tumeoa tuna mabibi na sisi ambao tunagombana usiku, tunatupiana maneno na masaani na kuumizana. Kwa hivyo atakusema hiyo ni fake love ama atatuambia nini sasa? Wewe sasa unataka sisi tuachane mabibi zetu sasa? Ama wewe wasemaje? Wewe unaonaje sasa? Kwa hivyo hiyo kwako ni fake love. Sasa wewe kama unaona watu kupigana na kutukanana na maneno na kutupiana na kutoana damu usiku, kama mtaka kulala ama kama mtoto amelala na mnatu, kama wewe waona hiyo is a normal, is not a fake love, hiyo hiyo basi ni akili yako. Mimi kwangu hiyo is a fake love. Hiyo ni maski tu. Mara kwanza mlikutana kwa vile maybe mlikuwa mnatakana tuku. Hiyo ilikuwa tu mapenzi, mlijuana yani for kufanya tu mapenzi ya chap mkapendana, maybe mlifanya one night stand mkapendana hiyo siku, mkaanza kujaribu kuunda relationship. Alafu ndio baada ya miezi mitatu, miezi minne, miezi mitano, hapo ndio mwanza kujuana sasa vizuri. Hapo sasa ndio regrets sasa ndio zinaanza kujua. Kwa vile mara ya kwanza hii mwajuana, hamkujuana vizuri, mlijuana kijujuu. Lakini vile katika relationship ile baada ya miezi 7 ama mwaka, hapo ndio mwajuana vizuri kabisa tabia. Ushaona? Sasa wewe kama mwajuana wao mwapigiana hata kama mmekaa mwaka kwa mahusiano miaka miwili,
na bado saa zingine ama baada ya mwezi ama baada ya wiki mnatupiana maneno usiku, mnagombezana na nini, mnafaa hiyo ni fake love. Afadhali mwachane, ama muende pamoja katika church, muongee na pastor awaambie kama hiyo ni real love, ama maybe nyinyi mlikuwa tu delusion, mlipendana tu na delusion yenu. Kwa vile sisi siku hizi watu wanapendana tu kwa sura. Unaona jamaa ni richi, ana gari, una demo ameona jamaa na ni richi, ana gari, handsome man, shadi hapo atapanua miguu jamaa mwingie, na jamaa shaingiza kichwa, basi finish. Ushaona? Ama unaona jamaa muona msichana mrembo kweli, ameka makeup, yani makeup imemdanganya vibaya sana. Msichana mrembo, yani mrembo, yani amejipodoa vizuri, yani mwili yani kama tausi. Yani yatembea na maringo kama tausi. Yani macho ya mtoka, yani macho ya mtoka kama gololi. Jamaa macho ya mtoka kama gololi, yani amesimbikwa. Yani msichana mrembo, yani kinoma yani. Mwanaume yasimbikwa, mwanaume yamtaka, hiyo kawaida yetu. Ushaona? So, sasa kuingia katika hiyo relationship baada ya miezi miwili, miezi mitano, miezi misita, kugombana tu mausiku, baada ya miezi marudiana tena, magombana, hiyo is not a relationship. Hakuna perfect relationship ni kufuatia mambo ya Mungu. Afadhali upitie kwa neno la Mungu. Hapa hamtakuwa na makelele hapa ya kupigiana maneno hapa, matusi, kutupiana masahani, kutupiana matusi, kuumizana kutoana damu hapa. We bana bro, hakuna hiyo ni ujinga ya society ya siku hizi. Eti hiyo ni normal katika relation. Hiyo is not normal. Hiyo ni uendazimu tu ya hii society tunaishi siku hizi. Mpaka unapata kuna wengine wanaanza kufundisha hizo, unapata hao walimu wanafundisha hiyo is normal. Mpaka walimu pia wanafundisha hiyo uendazimu. Lakini ukiingia kwa Biblia ama kwa vitabu za watu ambao wanaamini Mungu, bana bro, hakuna hiyo mambo ya walimu. Walimu there's nothing to do with the Bible. Walimu wa brainwash, mna mpaka college mnafundishwa hizo maujinga hapo. Amwendi church mkafundishwe. Wajua church na school is different. Hiyo ni different kind of ubongo. Hiyo ni dunia different kabisa. Na hii kwa mitandao vile wa brainwash hapa, wanaume tumebrainwash, wanawake wamebrainwash. Mnaishi katika feminist world. Bro. Hiyo dunia yenyewe imejaa hizo mambo. Mimi siwezi, kama wewe unaona ni normal, basi mimi kwangu is not normal. Hiyo ni fake love, na wacheneni nayo. Tulia, kuwa single, tafuta real woman ukikuwa na time. Kwanza jijue wewe mwenyewe kama mwanaume. Mpaka wewe mwenyewe ujipende kwanza, ujue tabia yako. Tabia yako ni gani kwanza? Kuna wengi wanajiona lakini hawajui tabia yao ni gani. Tabia yako ni gani? Kabla mpaka ujue tabia yako, ujipende na ujue tabia yako kabla hata hiyo tabia yako hujapatia msichana. Hivyo. Alafu sisi watu kama sisi ndio watu kama sisi tunapatia elimu, mtaanza kucheka, mtu ndio si wazimu. Siku hizi watu wazimu, waende wazimu wanajiona wako normal siku hizi. Ndio hivyo sasa. Kama dawa ama vipi? Wewe unaje? Mafax hayo. Ya meze ya kula hiyo mafax. Ulale nayo, amuka nayo, oga nayo, piga mswaki nayo, uende nayo kazini na hizi mafax. Kama kawa. Mimi ndio yule daktari Grady, daktari wa brain cells zenu. Let's go. Sawa basi, sawa kwa hizo mafaksi zako bana na reason zako 7. Sawa, tumepata kisomi. Sisi tutabaki hiyo na hiyo dunia yetu ya kugombana. Sisi tutagombana, tarudiana, tuache basi katika hiyo dunia. Basi tuache basi. Grade. Sawa mwalimu. Tumesikia. Wewe itabidi tukufanye president wewe huko Kenya. Hizo mafaksi zako. Wewe mpaka tupatie kiti. Na kwanza tutakuja tuongee mambo ya president wewe, ama uko governor wa Kakamega wewe.
ama gavana sijui wapi tunaweza kupeleka Sasa hapo umeanza kuongea, lakini tutaongea hiyo ya politics inakuja, tutakuja tukae chini tuongee. Ile tumeongea mambo ya uhusiano, kwanza tuanzie uhusiano, kwa vile politics pia inaanzia nyumbani. Ndani ya nyumba pia kuna politics, unaona? Ndani ya nyumba kuna politics, na hiyo inakuja sasa, unaona haya, hiyo inakuja mambo ya politics ya ndani ya nyumba yakuja hiyo.